tukaweze kujumuika katika ibada hii. Is it Mother's Day or Women's Day? Happy Mother's Day to all our beloved mothers in the house. Kwa maana nyinyi kwetu ni wa manufaa sana, mnatulea, mnatukuza. Wacha Mungu azidi kuwatia nguvu. Kwa hivyo siku ya leo nataka tu nichukulie mahali ambapo mwalimu wetu asubuhi aliachia. Alikuwa akizungumza kuhusu breaking the barriers, stop limitations, which is our main theme of the day. Tunaelewa ya kwamba kuna vizuizi vingi katika maisha yetu. Na kuna viwango ambavyo tumewekwa hatuwezi songa. Kitu kinaitwa limit katika maisha. Hapa ni mahali ambapo hauwezi pita. Is a level yenye kila mtu amewekwa. Na pale kwa familia zetu ya kwamba sisi huwa hatupiti hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tu mtu katika area walisema ati yeye huwa cross kwa shamba yake. Yeye huwa waendi kwake. Yeye ukimwona mbele lazima ufanye nini? Ukule kona. That is the limitation and barrier that we are talking about this Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaamini ya kwamba our God is able. Na ikiwa tutamwamini yeye, hizi vizuizi vitaondoka katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana anasema tunapoona tunashindwa, tumuite. Amen. Lakini sisi hatutangoja tushindwe kwanza tumuite. Kwa sababu tayari tushaona, tunajielewa wenyewe kwamba kuna vizuizi na kuna viwango ambavyo tumewekwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapotutokea na kitu kidogo anasema ya kwamba hii si yake, kuna ujanja mahali amefanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukisema uende nyumbani na gari umenunua yako, ati ameingia wapi? Illuminati. Kanisa likipanuka kidogo, kwa maana kuna kiwango na uchungaji ambayo watu wanauona in physical realm. Wanaona ya kwamba unapopanua kanisa kidogo huyu ameingia Illuminati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapotujiendelesha kidogo, Mungu anapotaka kuondoa vizuizi katika maisha yako anasema huyu njia zake si mzuri, ameibia kambuni. Lakini hiyo viwango ambavyo tumewekwa, hizo limits ambazo zimewekwa katika maisha yetu, siku ya leo tunaambia Mungu ya kwamba zikaweze kuondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In Exodus chapter 14 10 to 15 or 14 inasema ya kwamba na basi wana wa Israeli walifika karibu na bahari ya Shamu ama Red Sea. Walipoangalia mbele wakaona ya kwamba kuna bahari kubwa. Wanapoangalia nyuma wanaona kuna Wamisri na jeshi lao kubwa wamefika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati fulani tunavyo katika maisha yetu, tunapoangalia mbele hatuoni matumaini. Ukisema urudi nyuma, kuna miba imedungwa kama ile ambayo hutegwa nyuma ya gari katika gurudumu. So unashindwa kuelewa usonge namna gani. Haleluya. Haujui ya kwamba uendelee ama urudi nyuma. Wamisri wanaposema twende mbele, hawawezi cross the Red Sea. Wanaposema warudi nyuma, wale jeshi la Farao pia limefika na limebeba silaha. Ndipo wakaambia Farao ya kwamba sisi kule Misri kumekuwa na mahali pa kuzikwa. Haleluya. Kule Misri kumekuwa na mahali pa kulala vizuri. Kule Misri kumekuwa na chakula hata kama tunateswa, lakini angalau tulikuwa na mahali tunaweza lala. Amen. Hata tungekufa tungezikwa kule. Mbona umetuleta mahali hapa? Kwa sababu wale ambao mnaona nyuma yetu wana hasira. Wapenda, unapotoka katika viwango vingine, Mungu anapotaka kukubariki, maadui zako hawezi furahia. Amen. Lazima wataandama nyota yako ambayo Bwana ameweka katika maisha yako. Ndipo wakati Yesu anazaliwa, Herode anasikia kwamba kuna mfalme mwingine amezaliwa. Anaanza kufuatilia mfalme ambaye amezaliwa ambaye ni Yesu Kristo. Anasema mnipeleke mahali huko nikamsujudie. Si kila mtu anajua maisha yako na furahi kuchekea kwamba na mazuri. Amen. Wengine wanakuja kusifu ili kujua nguvu zako ziko mahali pagani. Kumbuka historia ya Samson.
Delilah anakuja katika maisha ya Samson. Samson anadhani ya kwamba huyu amekuja kunifurahisha, kumbe amekuja kutafuta siri iko wapi ya mafanikio yake. Tuwe wasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale wa Israeli katika Kutoka 14 kule Misri, unaposoma katika 14 inaonyesha ya kwamba walikuwa tayari washatosheka. Amen. Na kukaa Misri. Walikuwa washatosheka na ile maisha tu ya kuamka asubuhi kwenda kupiga matofali, kuamka asubuhi kwenda kwa mashamba wa Misri, kuamka asubuhi kuwatumikia. Hiyo ndio maisha walikuwa wamezoea, na wakaona ya kwamba hawawezi toka tena, kwa maana it was as the bar in their life, it was their limits. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wakaambia Musa, heri ungetuacha kule. Kuna wengine wameokolewa na Mungu, lakini wanapo face a very simple temptation, anasema hapana, wacha nirudi kwanza kwa bimila, wacha nirudi kwanza kule kwenye vilabu kulikuwa na raha, kwa sababu katika vilabu huwezi njoo ukosa kukunywa, lakini unapoenda hoteli njaa inakuuma, hakuna atakaye kununulia chakula. Kwa hivyo wakatoshaka nayo maisha, wakasema heri tungebaki tu kule. Wakamkataa Bwana. Vile wengine walikataa Bwana, wako tu kanisani, lakini Mungu mmoja wa kanisani, sababu nikikufa nitazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikipatwa na shida, Revata simama pamoja na mimi. So tuko kanisani, like we have the agenda, so tuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. You have the main reason kwa nini kwa wapi? Kanisani. Si tukumwabudu Bwana. Unapoangalia unaona hizi vichwa, kila mtu akitoa 1,000 niko shilingi 30,000. Shida yangu nimemaliza. So you stick in a church because unataka support ya kanisa, si support ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Wamisri wa Israeli wakaangalia, wakaambia Musa, heri ungetuacha kule, kwa maana hao tayari washafika. Mbele yetu kuna bahari, hatuwezi fuga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Musa ambaye alikuwa ni kama kiongozi wao, ametunikiwa upako na Mungu, akawaambia tulieni kwanza na msisimame, tuendelee mbele kwenda. Lazima tuendelee tupite katika limitation zetu. Amen. Haijalishi mbele kuna bahari. Mungu ambaye amekufikishia katika hiyo bahari ana sababu na ana njia ambaye atafanya bahari igawanyike. Amen. Haleluya. Ndipo Musa akawaambia msisimame, tuendelee mbele. Tuone kile ambacho kile Bwana wetu wa majeshi anataka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na akawaambia hawa Misri ambao mnaona siku ya leo wakiwa wanakuja na chariots, wanakuja na farasi, wambeba kila aina ya silaha, hamtawaona tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. 1 Samuel chapter 17, 43 to 45. Samueli wa kwanza 17, 43 hadi 44. Somea haraka. Kwa dakika 5 peke yake. Samueli wa kwanza 17 43 mstari wa 43 nitasoma. Mfilisti akamwambia Daudi. Mfilisti alimwambia Daudi, Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mimi ni mbwa hadi umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi. Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Kwa miungu yake. 44. Mfilisti akamwambia Daudi. Akasema nini kwa Daudi? Njoo huku kwangu. Kuja kwangu. Nyama yako nitawapa ndege wa angani. Hiyo nyama yako nitampa ndege wa angani. Nyama wa mwituni. Na wale wanyama wa mwituni. Yes. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Daudi naye akamjibu, wewe unanijia mimi na upanga. Unanikujia kwa upanga na fumo na mkuki. Bali mimi ninakujia
wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Mimi ninakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Wa majeshi ya Israeli iliyowatukana. Mungu wa jeshi la Israeli ambalo nyinyi wa Misri, nyinyi wa Filisti umelitukana. Achia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Basi ukatokea another giant like the Egyptians katika nchi ya Israeli. Wakati Mungu ashatoa tiketi ya utumwa, kumbe bado vita vinaendelea kukuja. Unapookolewa kuna vita vinainuka. Unapopanda vyeo like size reverend, kuna anapigana vita vya reverends. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba akivaa hiyo kola sasa yako sawa. No, kuna vita ameinulia katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Remember the Egyptians came in thousands. Lakini hapa wametumia Goliath peke yake. Na Goliath aliangamiza Israeli kabla ya Daudi. Lakini Daudi akasema ya kwamba huyo ni nani? Unaposoma kule nyuma unasema mtu ambaye hajatahiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ambaye hajatahiriwa. Wabukusu mko? Wabukusu wakapa ndani? Wanyana mko? Engeyo. Yule mtu mwenye ameenda kwa hospitali huko na yule mwamesimama hapo nje, twende kitamaduni kidogo. Kebe kweli kweli? Hapana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi akasema huyu mtu ambaye hajatahiriwa, Bwana Yesu asifiwe, anasimama aje mbele ya waliotahiriwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hana upako. Amen. Amen. Hana nguvu. Mwingine anasema mara shetani ako juu yetu. Wapi? Hana upako wote. Katika mganga kanasimama kama Goliathi. Ati nitakuroga. Mimi ningekuwa yake niambie na mwambie unahitaji nini na nini na nini kuniroga nikulete. Sitaki hangaiki. Basi Daudi Goliathi akamwambia Daudi, wewe ambao unanikujia kwa fimbo. Unanikujia tu yani hata ana mavazi ya vita. Unakuja aje kwangu? Hiyo nyama yako nitaitupia nini? Ndege wa kule. Na Daudi akamwambia wewe umebeba kila aina ya silaha. Umejihami, umevaa protective gears. Lakini mimi ninakujia kwa jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi. Amen. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikwambia kwamba haina haja ama haijalishi ya kwamba huyu Goliath ama the giant anatoshana namna gani. Yeye anapokuja na aina ya mikuki na aina ya bunduki, sisi tunakuja na jina la Yesu Kristo. Na kila yoyote ambaye amekuwa kinyume na sisi ametuwekea viwango ya kwamba hatuwezi inuka, ametuwekea viwango ya kwamba hatuwezi songa. Siku ya leo tunamkuja kwa jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wa majeshi, ambaye ni Simba wa Yuda, anayeguruma akisimama anatetemesha nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi Muguru kuna madhabahu gani yalijengwa. Jana usiku tulitangaza ya kwamba na natangaza tena kwa microphone leo ya kwamba kanisa lolote hapa Muguru, haleluya, ambalo halijasimama kwa misingi ya Bwana inafungwa. Kwa jina la Yesu. Hatuwezi kuwa tunahudumu katika anga moja la mashetani. Hatuwezi kuwa tunahudumu katika kanisa moja na kuna watu wamefunga iresi. Ole wako leo. Amen. Lazima those barriers iondoke katika maisha yetu. Barriers zinakalia maisha ambazo ni laana. Wewe unang'ang'ana na iresi ya kwamba hii ndiyo imenilinda katika maisha yangu. Tunakukuja leo kwa jina la Yesu. Lazima uachilie kanisa la Bwana. Tunaomba Roho ashuke na unakaa kama baria. Tunaomba watu waokoke na unasimama mbele kupinga. Nasema watu wafunguliwe na une na kuwafunga. Tunakukujia kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ukubwa wako, haijalishi urefu, haijalishi ufupi. Daudi alikuwa amedharauliwa, lakini mwisho aliinuliwa. Akina Yakobo walikuwa wakubwa, baba yao Yesu akasema hawa ndio watakuwa wafalme, lakini Bwana akasema hatuangalii mwili, hatuangalii masomo,
hatuangalii kimo, Amen. hatuangalii pesa, Amen. tunaangalia roho kilicho ndani mwako. Na leo Bwana anataka kufungua, kwa sababu kuna kile kinachokutambua. Hata kama umetupa mbali, kuna identity ya Mungu katika maisha yako. Haijalishi kwa msituni unachunga kondoo, haijalishi unatoka wapi, Bwana anakuokota, Bwana anakurudisha, Bwana anakubadilisha. Anaambia Samaria kwamba ijapokuwa wewe unaona kwamba hujulikane, mimi nalikutambua kabla hujazaliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The barriers must live in our lives. Amen. Lazima zituachilie. Amen. Lazima laana ziondoke. Lazima mahali sasa ambazo kila zone check hapa. Nakwambia leo ikiwa utamwamini Bwana, there's healing here. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako check up? Check up and check up. Ya kwamba siku fulani unaenda hospitali. Nani hapa? Usiogope. Nani wako check up? Kaa nayo ni yako. Yakati kuna magonjwa siku hizi, lazima dati anatukalia. Umeambiwa every end month unaenda hosi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Amen. Kama unataka toka nje na fungua kanisa lao kule. Udumu kule na watu wa mapepo na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nikiwa kazini, mtu akaniambia kwamba hapa wale watu ambao wamesoma na wale wenye hawasomi tuko on the same level. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanapaki pale lori wanakuambia ndugu, ingia hapo ndani ubebe mizigo. Nikabeba gunia ya kwanza, ya pili, ya tatu nikaweka kule. Nikaona mgongo ni kama inauma. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kubeba mzigo mwisho nimebeba 2020. So sijai beba mzigo mzito. Nimezoea kuamka asubuhi kuvaa tai. Lakini hapo nikaambiwa unabeba lori. Nikabeba nikakaniambia ndugu, hapa haijalishi mkatazi zako. Hapa kama umesoma either umefika form 4 class 3 university college, hapa tuko sawa. Nikasema Mungu, hapa si kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia Mungu, hapa si kwangu. Amen. Na wiki lijalo halinipati hapa. Haleluya. Amen. Kesho niko na interview. Amen. Unapochelewa ya kwamba mahali umekaa si pako unatangaza. Amen. Na unapotangaza Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye anafungua njia. Kesho mimi na interview. Na interview sidhani kama nitaifanya. Is only the appearance in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna vinyago katika maisha yetu. Musa anasema kuanzia leo tusimame tuone kile ambacho Mungu anataka kufanya siku ya leo. Lazima hao wanaotuhangaisha hamtawaona tena. Amen. Hiyo bahari unaiona mbele, ndugu, dada, hautaiona tena. Amen. Kwa jina la Yesu. No more suffering. Amen. To the worshipers and the praisers of Mkuru Konjenga GBF in the name of Jesus. Amen. Not demotions, but only promotions. Amen. Mishahara ambayo tunaifanyia hakuna kupunguzwa, inapandishwa. Amen. Ndio tujenge kanisa la Bwana. Amen. Simama kwa miguu yako.